Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika sura ya 3 ya kitabu cha Ruth. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa siku hii ya leo. Umetupatia nafasi hii tena tukuone wewe katika maandiko matakatifu. Tujalie kukufahamu na kukutambua katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sura hii inahusu ushauri wa Naomi, kitendo cha Ruth, pamoja na jibu la Boazi tutakwenda kuliona. Mpango wa Mungu wa ukombozi kupitia mipango ya kibinadamu katika kutimiza kusudi na baraka zake ndiyo dhima kuu ya sura hii. Mstari wa 1 mpaka wa 5, hapa tunaona mpango wa Naomi kwa Ruth. Katika mashauri yake anamuelekeza Ruth jinsi ya kumkaribia Boazi ili aoneshe nia ya kuolewa naye kama mkombozi wa familia yao. Anasema, si vizuri ni kutafutie raha? Shall I not seek security for you? Katika Biblia za Kiingereza zinatafsiri raha hiyo kama usalama. Naomi anamwambia Ruth kwamba Boazi siku hiyo atakuwa anapepeta shairi kwenye uga. Uga kwa Kiswahili, kwa Kiingereza threshing floor, na Waebrania wanatumia neno goreni. Hili ni eneo gani? Moja, ni sehemu ya tambarare iliyotumiwa na wana wa Israeli kupuria, yani kutenganisha makapi au maganda na nafaka baada ya mavuno. Ilitengenezwa kwa udongo ulioandaliwa vizuri au kwa mawe. Katika zoezi hili la kutenganisha, yani makapi au maganda na nafaka, wengine walitumia wanyama wakitumia mijeredi ya kupuria. Maana ya pili ya neno uga ni mahali pa kupumzika baada ya kazi. Maana ya tatu, walichukulia eneo hili kama sehemu ya kiroho, yani kupima mioyo au kutenganisha mema na mabaya, kimfano tu, symbolic. Turudi katika sura ya leo. Hapa Boazi anatumia kwa maana ya kwanza na ile ya pili, yaani kupuria nafaka, lakini pia ni eneo la kupumzikia baada ya kazi. Naomi anamwambia mwali wake wafanye mambo matatu ili kusudi wafanikishe mpango wao. La kwanza, aoge; la pili, ajipake mafuta; na tatu, avae mavazi. Anamwelekeza pia aende ajifiche, asubiri mpaka Boazi atakapolala. Halafu apajue anapolala Boazi, aingie, afunue miguu yake, ajilaze hapo. Ieleweke kuwa nukuu zote za maandiko matakatifu na fafanuzi zote zinaeleza kuwa alimwelekeza akafunue chini ya miguu, yaani chini ya magoti, na si vinginevyo. Huo ndio ulikuwa utamaduni wa wana wa Israeli. Ukiridhia unamfunika huyo mwanamke ukiamka. Mstari wa 6 mpaka wa 13, Ruthi anatimiza kama alivyoelekezwa na mama yake mkwe. Anafika usiku, anajilaza. Boazi anaonesha heshima, anaikubali nia yake, lakini anasema kwamba kuna mtu karibu zaidi ambaye anastahili kumwoa Ruthi kwanza. Halafu anaahidi kulishughulikia jambo hili asubuhi. Mstari wa 14 mpaka wa 18, Biblia inatuambia kuwa Boazi anampa zawadi huyu binti ya nafaka. Biblia inasema vipimo 6. Halafu anamwambia kwamba aondoke mapema ili asionekane na mtu. Ruthi anaporudi kwa mama yake mkwe Naomi, anamweleza yote yaliyotokea. Halafu Naomi anamwambia kwamba asubiri, maana Boazi hatapumzika hadi atakapotimiza ahadi zake. Mimi binafsi ninatamani kujua nini kilichoendelea, na nikualike katika sura inayofuata. Sura yetu ya leo inaishia hapo, na nikualike tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa upendeleo wa uhai. Asante kwa kutupatia nafasi hii tukuone wewe katika maandiko matakatifu. Umetufundisha ya kwamba katika makusudi na namna wanadamu wanavyopanga, wewe huwa unaingilia katikati. Ninatamani kujua familia hii ya mjane walifikia wapi katika mipango yao. Lakini pia mimi pamoja na rafiki yangu huyu ninatamani tufike pamoja katika kitabu cha Ufunuo. Tuwezeshe tutembee pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru. Amina. Nikualike tena katika kipindi kinachofuata na sura inayofuata, sura ya 4 ya kitabu cha Ruth. Na Bwana akubariki sana. Karibu tena kesho tunapoendelea.